Okay, Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Mimi kidogo leo nina ushuhuda wa maisha yangu. Katika maisha ya kila mwanadamu kuna namna mwanadamu huwa anazungumza na Mungu. Ila sauti ya Mungu kuielewa ni kazi. Sauti ya Mungu ni ya upole sana. Yaani kuitafakari, kuielewa hii ni sauti ya Mungu. Inatakiwa uwe kuelewa ni hii ni sauti ya Mungu. Inakuchukua muda mrefu sana kuelewa hii ni sauti ya Mungu. Na huyu unayeongea naye ni Mungu. Kwa sababu Mungu anaweza akawa anahitaji kuongea na wewe. Lakini wewe uko busy na mambo yako. Wewe uko busy na shughuli zako binafsi. Mungu alikuwa na kawaida ya kuwatembelea wanadamu. Hata alipomuumba Adamu katika bustani ya Eden, alikuwa anawatembelea Adamu na Hawa. Alikuwa anawatembelea. Biblia inasema Mungu alikuwa anawatembelea Adamu na Hawa. Alikuwa pia anapenda kuwatembelea jua linapopunga. Jua linapokuwa limetulia, anaenda bustani. Yaani muda ambao umetulia, hauna kelele. Muda ambao watu hapo kivulini. Mungu alikuwa anawatembelea wale watu. Kuwatembelea, kuangalia wanaendeleaje. Alikuwa anafurahi. Pia mpaka sasa hivi Mungu pia anawatembelea watu. Lakini Mungu anapokutembelea, wewe unakuwa uko wapi? Mungu anapokuja kukutembelea, wewe unakuwa katika mazingira gani? Wengine wanatembelewa na Mungu, wako baa kwenye kelele ya muziki. Kwa hiyo hata sauti ya Mungu huwezi ukaielewa. Mwingine anakutembelea, Mungu anakutembelea uko kwenye matendo ambayo hayampendezi Mungu. Kwa hiyo Mungu hawezi kukufikia na hawezi ukaisikia sauti yake. Basi kuna namna Mungu alikuwa ananitumia, nilikuwa naisikia sauti yake. Kuna namna nilikuwa sielewi pia, kwa sababu mtu ukiwa haujaokoka kuisikiliza hii ni sauti ya Mungu ni kazi sana. Ni namna ya uchambuzi wa sauti ya Mungu. Inahitaji umakini mkubwa sana. Nilikuwa nasikia Roho Mtakatifu ananishuhudia. Niende nikamhubirie babangu mzazi aokoke, aache mambo yake. Babangu mzazi mimi alikuwa ni mganga wa kienyeji. Gwiji, mganga wa kienyeji. Naposema mganga wa kienyeji, ni mganga wa kienyeji kwa sababu mimi nilipozaliwa nilimkuta mzee yule ana shughuli zake za uganga wa kienyeji. Nilipozaliwa nilikuta mzee wangu mimi ni mganga wa kienyeji. Tumezaliwa watoto 8. Tulizaliwa watoto 9. Katika watoto 9, dada yetu mmoja alikuwa bahati mbaya, alifariki. Tukabaki watoto 8 ambao tuko hai mpaka sasa. Shukuru Mungu kwa hilo. Basi katika familia yetu niliona mzee wangu mimi ni mganga tu wa kienyeji. Nilipozaliwa nikakuta mganga wa kienyeji. Anaendelea na shughuli zake za kuagua watu, akawa anapandisha mashetani. Anaweza kupandisha mashetani. Akawa wana ngoma za mashetani. Wakawa anakutana waganga wa kienyeji. Kila siku usiku anaenda kwenye hizo ngoma za mashetani. Kwa wiki hizo ngoma walikuwa wanapiga hizo ngoma mara 2 au mara 3 kwa wiki. Kwa hiyo akawa anaenda kwenye hizo ngoma usiku. Ikifika usiku tu yeye anaenda kuanzia saa 2, saa 3
anaenda huko kwenye hizo ngoma na wenzie, kundi la waganga wa kienyeji wanaenda wanacheza hizo ngoma. Mimi nikiwa bado mdogo, bado mdogo kabisa, lakini katika makuzi tumekuwa wote tunafahamu kwamba baba yetu ni mganga wa kienyeji. Tumeenda, nimekuwa sasa, akili inaanza kukomaa. Basi baada sasa ya kukua, kumaliza shule, mzee wangu bado ni mganga wa kienyeji. Nimemaliza shule, maana nilipotoka, nimetoka kijijini, kabidi sasa baada ya kumaliza shule niende kwa dada yangu Dar es Salaam kwenda kupambana kwa ajili ya kuangalia maisha yangu yakoje. Sasa baada ya kufika Dar es Salaam nikaanza na shughuli mbalimbali. Sasa niko Dar es Salaam, nikawa dadangu mimi ni mtu aliyeokoka. Fikia bahati nzuri nyumba ya mtu aliyeokoka. Kwa hiyo kulikuwa kuna ulazima mimi wa kwenda kanisani. Ikifika Jumapili wenzako wote wanaenda kanisani. Kwa hiyo ili uungane na wenzio lazima na wewe uende kanisani. Nikawa naenda lakini sielewi, naenda kama kwenda tu, kama ni wajibu watu wanaenda kanisani. Basi nimefanya hivyo, lakini baadaye nikawa nimejichanganya tena na mambo yangu binafsi. Baada sasa ya kuweza kuhama kwa dadangu, kupanga chumba, na mimi nikaanza maisha yangu binafsi. Kanisani nikawa tena siendi. Nikafika sehemu, sasa nikaanza kuisikia sauti inaniambia niende nyumbani nikamhubirie, nirudi nyumbani kijijini nikamhubirie mzazi wangu aokoke, aache uganga wa kienyeji. Basi hiyo sauti nikawa nashindana nayo sana. Siku moja nikaenda kwa dada yangu. Nikaenda nikamwambia bana, naisikia kuna sauti inaniambia mimi niende nikaongee na mzee aokoke, aache uganga. Hiyo sauti inanisumbua sana. Nifanyeje? Na mimi sijui inaenda kuanzia wapi kumuelezea yule mzee. Dadangu akaniambia wewe nenda ukajaribu kuongea naye. Utakachoongea hicho ndicho Mungu alichokutuma. Utakachomwambia ni hicho hicho. Wewe kamwambie kitu chochote kile ambacho wewe utakachofunuliwa huko umwambie. Basi sikio nikamuaga, nikamwambia ngoja nikamuone, pia siku nyingi sijaenda, ngoja nikamuone. Nikatoka nikaenda mpaka nyumbani kijijini. Kwenda nikamkuta mzee. Nikakaa, mzee wangu mimi ni mtu ambaye huwa ananisikiliza sana. Alikuwa ananisikiliza sana. Basi tukaanza mazungumzo. Mzee, habari za hapa? Nzuri. Kanipokea pale kwake. Hapo nyumbani nirudi kidogo. Mimi mamangu alifariki. Kwa hiyo mzee alikuwa yuko peke yake. Mamangu mimi alifariki muda mrefu. Kwa bado wadogo 2013. Akawa amefariki. Kwa hiyo sasa mzee akawa anaishi peke yake. Kuna mama yetu mdogo alikuwa anaishi naye, lakini si yeye yupo kwake na yeye yupo kwake. Kwa hiyo sasa hata nilipofika pale nilimkuta mzee yuko peke yake. Kaenda nikamsalimia, kakaa pale nikaanza kumsaidia shughuli za hapa na pale. Basi nikamwambia mzee, mimi na mazungumzo na wewe. Akasema sawa, tukae tuongee. Ni yapi hayo? Basi hata maneno ya kumwambia mzee nikawa kama mtu kama kuna mtu ananiambia nimwambie hivi na hivi. Nilichogundua Roho Mtakatifu ni mzuri sana. Kimtumia ni mzuri sana kwa sababu anakufundisha hadi namna ya kuongea. Hata kama hujui kuongea, atakufundisha tu, sema hivi na hivi. Mimi basi nikamuuliza maswali mzee wangu. Nikamuuliza, nyinyi waganga wa kienyeji mnatumia nguvu gani ya kuweza kuwasaidia watu? Swali la kwanza. Swali la pili nikamuuliza, nyinyi waganga wa kienyeji bosi wenu ni nani? Yaani bosi wenu ni nani?
Ikiwa tunajua watumishi wa Mungu, wachungaji na watu waliookoka wanalitegemea jina la Mungu la Yesu kuponya magonjwa. Ikiwa mtu ana magonjwa, wanamwekea mkono anapona. Mtu mwenye mapepo wanamwekea mkono anapona. Nyinyi waganga wa kienyeji mnatumia nguvu gani? Nguvu yenu hiyo inatoka wapi? Nikamuuliza hayo maswali. Akakaa akatafakari, akasema hata sisi tunamtegemea Mungu katika kuagua wagonjwa, kuwatibu wagonjwa. Mimi nikamwambia sio kweli, kwa sababu wewe mzazi wangu mimi nakufahamu toka nikiwa bado mdogo mpaka sasa hivi nimekuwa. Nguvu ya Mungu hukuwahi kuitumia, haukuwahi kulitaja jina la Mungu kwenye kazi zako. Zaidi ya yote, mteja anapokuja kwako lazima upandishe mashetani. Mzee wangu mimi alikuwa anapandisha mashetani. Mteja amekuja, alikuwa na chungu. Mzee wangu alikuwa na chungu kikubwa. Chungu kikubwa. Kile chungu kilikuwa kimetengenezwa, kile chungu ni cha mizimu. Chungu kikubwa, yani ni chungu likubwa, ni la mizimu. Sasa lile lichungu lilikuwa limetengenezwa misili, lilikuwa lina maziwa. Yani chungu kimetengenezwa kikubwa, kina maziwa, kina manyonyo kama mwanamke. Sasa yule mzee wangu mimi toka namfahamu alikuwa anaenda kwenye kile kichungu. Kwenye kile kichungu, kwenye lile lichungu. Ana kiti chake. Hicho kiti pia ni kikubwa, kimetengenezwa kiti kama hichi. Ni kikubwa, kina picha ya mtu. Kimechongwa picha ya mtu. Hicho kiti cha uganga ambacho alikuwa amekalia. Kimetengenezwa picha ya mtu. Si unanielewa? Sasa nikamwambia, alikuwa mteja akija, anaenda kwenye kile kichungu. Anaongea maneno yake. Alikuwa anaongea lugha tofauti ambayo mimi nilikuwa sisikii, sielewi. Yaani nilikuwa sielewi ile lugha ya kishetani, mashetani. Anaongea kwenye kile kichungu. Baadaye anapandisha mashetani. Yale mashetani ndio anayomwambia kwamba huyu mgonjwa amekuja kwako ana shida gani. Nilikuwa nawasikia wagonjwa anawaambia, umekuja kwangu unaumwa mgongo. Kweli sio kweli? Yule mgonjwa anasema kweli, mimi naumwa mgongo. Sawa, nyumbani kwako pale umeacha kuna mtoto mdogo anasumbuliwa na anaanguka. Kweli sio kweli? Kweli baba, huyo mtoto anasumbuliwa, anatusumbua sasa hivi muda mrefu. Kwa hiyo mzee wangu alikuwa anaongea na wagonjwa wake kupitia kile chungu. Basi mimi nikawa sasa nimemuuliza hayo maswali kwamba wewe huo unatibu na wagonjwa wanakuja, unawaelezea shida zao, ukiangalia kile, ukitumia hiyo mizimu unapandisha, mnaita mashetani. Yaani watu wanaita mashetani. Sasa mashetani na Mungu ni vitu vinaendana, kwamba wewe unasema mnamtegemea Mungu. Hayo mashetani ni yapi? Mzee maswali ya kunijibu akawa hana. Nikamuuliza pia, shetani ni yupi? Shetani mnayempandisha nyinyi ni yupi? Mashetani mnayopandisha nyinyi ni yupi anayewasaidia kazi? Basi nikawa nimemwachia huo mtihani. Nikamwambia basi mzee, mimi na ujumbe wako tu kwamba uache kazi unayoifanya, umrudie Mungu. Kwa hiyo wewe mwenyewe utaangalia umrudie Mungu kwa namna gani. Mzee mimi alinishangaa sana. Akasema wewe hujaokoka. Unakuja unaniambia mimi niache mambo yangu nimrudie Mungu. Mbona sikuelewi? Nikamwambia ndio hivyo sasa, mimi nimeambiwa na Mungu nikwambie. Basi nikaondoka. Nikarudi, nikamwaga, nikarudi rudi. Sasa imepita muda kidogo. Nikasikia mzee wangu jicho moja halioni. Jicho moja limepasuka. Yaani alikuwa anafanya shughuli zake shambani huko.
akapigwa na kijiti hapa, jicho likawa halioni. Sasa baada ya jicho kuto kuona, nikasikia mzee haoni jicho moja. Mimi nimeenda tena kumuona. Mzee wangu mimi nilikuwa nampenda sana. Kwa sasa hayupo. Kwa hiyo nazungumza, huu ni ushuhuda tu, na wewe unaweza ukakubadilisha maisha yako kwa namna nyingine. Unaweza ukawa na wazazi wako, au wewe mwenyewe kuna roho zinakusumbua, ukajua namna ya kuweza kujitetea wewe kama wewe. Kwa sababu sisi duniani hapa tuna safari. Safari yetu ni ya kwenda mbinguni. Kwa hiyo kila mtu ana namna ya mapokeo yake ya ushuhuda. Mimi sijakaa hapa niweze kukudanganya, niongee kitu ambacho mimi sikijui. Watu wanaonifahamu wanajua ninachoongea, kwamba mzazi wangu mimi alikuwa ni mganga wa kienyeji na alibadilika. Tutaongea huko mbele alibadilika vipi. Basi jicho likawa halioni, mimi nikaa nimeenda, jicho halioni. Nikamkuta kweli jicho halioni. Vipi mzee? Akasema bwana, mwenzako jicho halioni sasa hivi, natumia jicho moja. Nilikuta amejifunga kitambaa, maana alikuwa anachimba chimo. Sasa ili asijitose lile jicho, akawa amejifunga kitambaa hivi, alikuwa anachimba choo. Siku hiyo nikaenda, nikasema mzee haoni, ngoja nimsaidie kuchimba nini, choo. Ilikuwa ni choo tu cha kawaida, kwa sababu alikuwa peke yake. Nikaa nimemsaidia kile choo siku mbili. Siku nilifika mapema nikamsaidia, kesho yake nikamsaidia, kikawa kimeenda chini. Kaa nimemaliza. Nikamwambia mzee, bwana choo hichi utamalizia. Basi nimekaa naye kumuuliza jicho lile limekuaje mpaka haoni. Akaniambia lile jicho alienda shambani katika kukatakata miti, akachapwa na kamti, jicho kweli halioni. Kiini cha katikati kimekuwa cheupe kabisa. Basi nikamwambia mzee, basi sawa, mimi ngoja nirudi. Lakini sauti pia inaniambia mimi nimwambie mzee bado aache mambo yake. Basi nikakaa naye tena kwa mara ya pili. Nikamwambia mzee, mimi naambiwa bado wewe inatakiwa uache, umrudie Mungu. Uache vitu unavyofanya. Uache uganga, umrudie Mwenyezi Mungu. Basi mzee wangu mimi alikuwa ananisikiliza. Akasema mimi bwana, mbona mimi namtegemea Mungu. Nikamwambia basi sawa, lakini ndivyo ilivyo. Basi mimi nikarudi. Sasa kumbe yale maongezi ninayokuwa namwambia pia yalikuwa yanamsumbua yeye mwenyewe binafsi. Kwenye upande wake nikiondoka, kama anateseka namna. Ile mizimu yake ikawa inamwambia ukijaribu kumrudia Mungu sisi tunakuua. Kumbe nikawa nimepata story kwamba yeye akawa anaenda kanisani. Jirani kulikuwa kuna kanisa. Yule mwanamke aliyekuwa anaishi naye walibahatika kupata mtoto. Sasa yule mwanamke alikuwa anapenda kwenda kanisani. Kwa hiyo yule mdogo wetu alifikia muda wa ubatizo. Kwa hiyo mzee ilazimika aende kanisani na mke wake kwenda kujiandikisha, sijui kufanyeje kwa ajili ya mtoto kubatizwa. Kwa hiyo mzee akawa anaenda kanisani. Hiyo ndo sababu ya jicho kupasuka moja. Kwamba tayari mashetani yale yakaanza kumkataza kwenda kanisani, yeye akawa anaenda. Na mchungaji, unajua wachungaji wamepewa busara kubwa sana. Kuna wachungaji wamepewa busara kubwa sana ya kuongea na waumini wake, kwa sababu ujue wengi wanaongea na Roho Mtakatifu. Mzee alipokuwa anataka kwenda kanisani, mchungaji akamwambia, sasa baada ya kuanza kuhadisiwa habari za mzee, macho yake yalivyopasuka, akaambiwa, akawa amemwambia mzee wangu, bwana wewe njoo tu, hata kama ni mganga wa kienyeji, sisi kanisa letu halichagui. Hata kama ni mganga wa kienyeji, njoo utasikiliza neno. Utasikiliza neno taratibu, ndipo utaacha uganga wako. Ila hatukulazimishi uache. Kwa hiyo njoo ulisikilize neno. Ukishalisikiliza neno, wewe sasa ndo utachukua maamuzi. Je, niache au niendelee? Sisi hatukulazimishi. Mchungaji alitumia busara hiyo. Mzee akaona kumbe naweza nikaenda kanisani na mambo yangu nikafanya yakaenda. Akaanza kwenda kweli mzee wangu kanisani. Kila Jumapili anaenda kanisani. Kumbe yale mapepo akawa ameingia nayo vita bila yeye mwenyewe kujua.
akaanza kumpasua jicho moja kwa namna tu nyingine, kwamba amepata sababu jicho likapasuka la moja. Sasa ikaenda, kumbe akawa na msukumo sasa, kwa sababu mimi nilikuwa nishamwambia, nikawa nimeshamhubiria, akawa na msukumo wa kumjua Mungu ni nani. Siku hiyo pia mke wake huyo akawa ameenda kilabuni. Watu wengine si unajua wanaenda kanisani lakini bado ni wana mambo yao yani. Mtu anaenda kanisani lakini bado anakunywa pombe, anafanya hivi, anafanya uzinzi. Mama yetu yule akawa anakunywa pombe, mama yetu mdogo. Sasa baba alipoenda kwa mama mdogo pale, akakuta mtoto yuko peke yake. Mke wake hayupo. Akaanza kumtafuta vilabuni. Kwenda kilabuni akamkuta yuko na wanaume wanakunywa pombe. Kamuuliza, wewe mama nani, mbona umeacha mtoto nyumbani peke yake, wewe upo kilabuni huko? Vipi? Mtu tena yuko kwenye pombe. Wewe usinifuatilie mwanaume. Sijui imeenda imerudi. Sasa yule mama yetu mdogo alikuwa amekaa pale na ulevi wenzie wanaume. Wakampiga mzee wangu bwana. Wakamshambulia mzee. Lakini mzee alipigwa na wale wanaume waliokuwa wanakunywa pombe na mke wake. Walimpiga fimbo ya kichwani hapa. Akapiga fimbo kichwani akapasuka. Mzee akamkimbiza hospitali, hali ilikuwa ni mbaya. Alimkimbiza hospitali. Mimi niko Dar es Salaam. Hizo habari nazisikia. Kuja naambiwa, bwana, mzee wako yuko hospitalini, hali yake ni mbaya. Alipigwa fimbo kilabuni. Kwa hiyo hali yake ni mbaya. Vipi? Akasema ndio hivyo. Nikasema ngoja nikamuone mzee. Mimi naweza nikasema mzee wangu mimi nilikuwa nampenda sana. Kwa sababu nilikuwa na mapenzi tu baada ya mamangu kufariki. Mzee wangu mimi kawa kama ni mtu ambaye tayari wa kuongea naye, kunipa faraja ya maisha, kuongea, kuzungumza naye. Kwa hiyo nilikuwa tayari nampenda sana. Basi nikawa nimetoka nimeenda kumuona. Kwenda kumuona kweli mzee, nikakuta tena jicho la pili limeingia damu. Haoni pia. Kwa hiyo akawa haoni kabisa, macho yote mawili. Mzee vipi? Akasema bwana, ndio hivyo tena, naona sioni. Macho mawili hayaoni. Yote sioni sasa. Mzee akawa anaishi haoni. Basi sasa mzee tunakuaje? Akasema hata sielewi. Kukaa kuna shangazi yetu ambaye ni dada yake. Kabidi sasa mzee aanze kukaa pale, kuishi pale, kwa sababu ni mtu ujue ambaye ulikuwa unafanya kazi zako, alafu baadaye hauoni, kuna namna hauwezi kufanya chochote. Basi nikarudi Dar es Salaam, nikakaa, tukashauriana na ndugu zangu, bwana, mzee inabidi tuone namna ya kumpeleka hospitali, tuone macho yake kama anaweza kuona. Basi pale mimi tena nikarudi. Wenzangu kidogo walikuwa wako busy na maisha. Walikuwa wako busy na mambo yao. Bana, vipi kuhusu mzee? Bwana mzee bwana, watu wanatuma, akituma 5,000 wanamtumia 2,000, 10,000, ngapi. Lakini sasa hiyo ilikuwa bado haimsaidii, kwa sababu itakiwa aende hospitali. Mimi nikakaa nikafikiria, nikasema ngoja mimi niende nimpeleke mzee hospitali. Nilikuwa sina fedha. Lakini nikatoka nikaenda pale nikakaa na mzee, tukajadiliana. Ikaonekana mzee inatakiwa tuuze mashamba. Tulikuwa hamna kitu cha kufanya. Ikabidi tuuze mashamba. Mimi tukatafuta wateja. Tukauza shamba ambalo lilikuwa ni shamba lake. Tena tuliuza bei ndogo sana. Mimi nilijilaumu, nilikuwa bado sina uwezo. Nilijilaumu kwa nini tumeuza shamba kwa bei ndogo. Lakini nikasema ngoja mzee wangu mimi apate tiba. Shamba tuliuza 300,000. Shamba lenye ukubwa wa eka 3. Tulikuta eka moja ameshaiuza yeye mwenyewe
kwa ajili ya kujitibia tibia. Mimi nilipofika tulimalizia eka 2 kuziuza. Kwa eka moja wastani tuliuza 1,500,000. Mimi ndo nilienda kuandikishana pale kwa mwenyekiti, tukaandikishana, nikapewa zile 300,000. Nikasema basi mzee, tumepata hizi 300,000, twende hospitali. Akasema basi sawa mwanangu, hamna shida. Nikamwandaa pale, nikamnyanyua, tukapanda basi, mtu aone, ninamshika mkono. Tukafika Dodoma, kalala gesi. Tulipoamka, tulifika jioni. Tulipoamka nikampeleka tena sehemu moja inaitwa Mvumi, hospitali ya macho. Dodoma pale unapanda tena daladala, unaenda ni kijijini. Ni pembeni kidogo. Napita Mvumi, hospitali ya macho. Tulipofika pale, ni ile hospitali ni ya watu wa kanisa la Roma. Tulipofika pale wakampokea, tukaandikisha, tukapata vipimo. Mzee akapata vipimo, akaambiwa bwana, macho haya sisi hatuwezi kuyatibu. Ngoja tuwape rufaa mwende Dar es Salaam, CCBRT Msasani. Basi mzee nikamshirikisha, akasema bwana, ndio hivyo, natakiwa twende. Kawajulisha ndugu zangu baadhi kwenye simu, akasema basi we nenda naye. Basi mimi tena tukalala tena pale Dodoma. Kesho yake tukaenda Dar es Salaam. Kwenda Dar es Salaam tulifikia kwa dadangu hapo. Baada ya hapo kesho yake tukaenda CCBRT. Mimi mwenyewe nikamchukua mzee wangu, kampakia kwenye daladala CCBRT. Kufika CCBRT tulijidamka sana. Tulikuwa kama watu wa kwanza sisi. Tulifika pale saa 8. Maana tuliambiwa bwana, hiyo siku ya leo kuna madaktari bingwa wanakuja. Kwa hiyo inatakiwa watu wajidamke. Sisi tulifika saa 8. Saa 8 hiyo tulikuta bado kuna watu. Lakini sisi tulikuwa kama ni wa kwanza. Tukaa tumechukua fomu, tumejiandikisha, tukaa kwenye foleni. Mpaka saa 11. Saa 12 madaktari wakaanza kuhudumia watu. Saa 12 sisi tuliweza kuhudumiwa na mzee wangu. Akapata vipimo. Baada ya kupata vipimo, daktari akamwambia wewe haya macho yamekufa. Kila tukiangalia tunaona macho yamekufa, hawezi kuona tena. Kwa hiyo wewe fanya namna nyingine ya kujisaidia. Kama kuna uwezo wa kujisaidia, jisaidie, lakini si vipimo vyetu tumeona hawezi kuona. Mzee yupo anasikia na mimi nasikia. Nikamwambia mzee, umesikia? Bwana nimesikia. Basi tukaandikiwa fomu pale ya vipimo, tukarudi kwa dada yetu. Mzee siku hiyo akawa na mawazo sana kwamba haoni tena. Mtu ambaye alikuwa anafanya kazi zake haoni tena. Kwa hiyo mzee akikaa hivi anawaza, kuta mkono kaeka kwenye amejinamia hivi, ana mawazo. Akikaa hivi unakuta amejinamia hivi, mzee anawaza. Nikaa namuonea huruma sana. Baadaye nikakaa naye mzee, nikamwambia mzee, hawa waliokuambia hauoni ni wanadamu, lakini Mungu hashindwi kitu. Ukimtegemea Mungu hashindwi kitu. Bado nikawa namhubiria mzee kwa sababu ile sauti inaniambia bado niendelee kumhubiria. Mzee nikaa nimeongea naye. Mzee akaniambia bwana, sawa mwanangu, hamna shida. Nikamuuliza swali. Sasa wewe sasa hivi hauoni. Je, wagonjwa wako utawatibu vipi unaporudi kijijini? Dawa utaenda kuchimba vipi? Kaka kainama, akasema hapo kweli siwezi. Nikamwambia basi huo ni muda sahihi sasa wa kuanza kumtumikia Mungu. Ni muda wako wa kuanza kumtumikia Mungu, kwa sababu kwa sasa hivi hauwezi kushika dawa, huwezi kwenda kuchimba dawa. Kwa hiyo sasa ni muda wa kumtumikia Mungu. Akasema mwanangu, nimekuelewa. Nikirudi nyumbani nitavichoma vile vibuyu. Nikamwambia basi ni jambo zuri. Basi mzee pale mjini tena akawa hataki kukaa. Nikamrudisha nyumbani kijijini. Nilimrudisha kwa dada yake ambaye ni shangazi yangu. Tukafika pale, nikamkabidhi, bwana tumerudi vipimo hivi na hivi. Basi nikawa nimemwacha pale, mimi nikarudi mjini
kuendelea na shughuli zangu. Baada ya muda nikapigiwa simu, bwana mzee tayari huko ameshachoma, amepata wachungaji wameenda kuchoma vile vitu vyake. Basi mimi nilimshukuru Mungu. Nilimshukuru Mungu kwa sababu niliona kazi Mungu aliyeniambia imetimia, mpaka mzee ameokoka, amechoma vibuyu vyake. Kwa hiyo kazi Mungu aliyenituma nimeifanikisha. Lakini nimeifanikisha, bado nikawa namlilia Mungu amponye mzee wangu. Sasa mzee haoni, ila naomba Mungu aone, ili uwe ushuhuda. Basi baada ya hapo mimi nikarudi, nikawa nimehama Dar es Salaam. Nikawa nimehamia sehemu moja inaitwa Morogoro, Dumila. Nikawa naishi pale. Baada ya kuishi pale, mzee wangu sasa kule nikaona mzee ngoja nimchukue mimi nikae naye. Kama nilivyokuambia mzee wangu mimi nilikuwa nampenda sana. Nilikuwa na mapenzi naye sana. Nikasema ngoja nimchukue mzee wangu nikae naye. Nikawa nimepanga nyumba yenye vyumba, nikawa nimepanga chumba kinajitegemea kwa ajili ya mzee. Nikawa nimeshirikiana na mdogo wangu mmoja, tukawa tumempangia hicho chumba. Nikamwambia mzee mimi ngoja nikae naye. Nikaanza kuishi naye mzee na mke wangu. Mke wangu yuko na mzee pale, anamhudumia kama kawaida. Akawa anamhudumia vizuri sana. Mzee basi akawa anajisikia faraja sana, kwa sababu tayari akawa yupo mikononi salama. Alikuwa anaamini yuko kwangu mikono salama, kwa sababu alichokuwa anakitaka alikuwa anakipata kwa haraka. Najua mtu ambaye haoni anahitaji mapenzi yale ya ukaribu. Akitaka hicho namletea, akitaka matunda, akitaka chakula hichi. Basi mzee wangu akawa amekaa vizuri, akawa amenenepa, kwa sababu nilipokuwa nakaa naye riziki ilifunguka. Yaani milango ilifunguka, nikawa napata fedha kumhudumia. Tulikuwa hatuwezi kushinda njaa, hatuwezi kulala njaa. Tulikuwa tunapata milo yote mitatu, asubuhi, mchana, jioni. Na nikikaa naweza kumuuliza mzee unahitaji nini? Kana namletea matunda, vitu mbalimbali ambavyo alivyokuwa anataka. Mungu aliweza kunisaidia kwa hilo. Maana nakwambia Mungu hashindwi kitu. Baada ya kukaa naye yule mzee, nikabidi sasa nianze kutafuta kanisa. Hapo tambua kwamba mimi simjui Mungu, lakini mimi nampambania mzee. Nikaanza kutafuta kanisa. Nikapata kanisa moja lipo Mkundi, Morogoro. Mimi niko Dumila. Ila nikapata kanisa moja liko Mkundi, la mchungaji Gwajima, Ufufuo na Uzima. Liko mwanzoni Mkundi, mkono wa kushoto kama unaenda Morogoro, mkono wa kushoto. Basi tukaenda pale, nikamchukua mzee tukaenda pale, wakasema bwana watu wagonjwa, kuna hostel hapa mnaweza mkawaacha. Kuna wasaidizi wanaoangalia wazee kama hawa. Cha kufanya nyinyi mnaleta mahitaji yao tu, kama ni unga, mchele, pesa. Wao wanakaa hapa kama kufundishwa ili namna ya kumjua Mungu. Basi mzee nikamwacha pale. Mzee tayari akawa kwenye mafunzo ya kumjua Mungu, kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa ni mganga wa kienyeji. Kwa hiyo alikuwa yupo darasani kumjua Mungu ni nani na Mungu anahitaji nini, anahitaji afanye nini. Basi mzee nikamwacha pale, akakaa pale mwezi mmoja. Nikaenda kumuona, kaa nimempelekea mahitaji. Kwenda kumuona mzee ananiambia bwana, mbona nimeanza kuona. Nikamwambia umeanza kuona vipi? Sio ulikuwa uone, nimekuleta hapa uone. Sasa bwana, mimi nimeanza kuona kwa mbali. Hata hapo mimi nakuona taswira. Umevaa nguo ya rangi fulani, umevaa kiatu cha rangi fulani, umevaa suruali ya rangi fulani. Basi mimi nilimshukuru Mungu sana. Nikasema kama ndio hivyo mzee ameanza kuona. Ni kweli mzee ameanza kuona. Niliondoka na furaha kubwa sana. Nikasema kama mzee ameanza kuona, basi Mungu huyo huyo aliyenituma ndio huyo huyo atakayemponya mzee wangu. Basi mimi nilirudi kwa furaha nyumbani, nikiamini mzee atapona, kwa sababu nimempeleka haoni na ameanza kuona. Basi mwanga upo, mzee ataona. Kweli mzee pale alikaa miezi miwili. Nilimkuta mzee anaweza kuomba. Yaani akikaa yeye ni kuomba mwanzo mwisho.
Yaani nilimkuta tayari ana imani, anamtegemea Mungu, anamwamini Mungu 100%, kwa sababu nguvu zake alikuwa anaziona live. Mzee wangu ni mtu alikuwa na mashetani. Kwa hiyo kuna muda ulikuwa nikikaa naye hivi anatokewa na mapepo yale. Mapepo yanamtokea live, yanamtisha, lakini yeye akitaja jina la Yesu mapepo yale yanaungua. Hebu ngoja nikuulize swali ndugu yangu mpendwa. Nguvu ya Mungu ipo, ila watu huwa hatuioni, hatuikubali. Ngoja nikuulize swali dogo. Kuna saa nyingine unaweza ukakabwa. Mimi nilikuwa simtegemei Mungu. Unaweza ukakabwa na mapepo na mashetani, lakini ukitaja jina la Yesu unakuwa huru kwa muda ule ambao ulikuwa umekabwa. Ukisema katika jina la Yesu, zile nguvu za kipepo zinakimbia. Kama uamini, hebu tumia hiyo silaha. Siku ukiona umekabwa, taja jina la Yesu hata kama hujaokoka. Jina la Yesu lina nguvu. Amini. Ukitaja jina la Yesu mapepo yanakimbia, yanakuacha unakuwa huru. Basi baada ya kwenda nilipokaa mwezi mmoja mwingine, kama miezi miwili. Nilipofika nikamkuta mzee anaona. Mtu ambaye alikuwa kipofu haoni, nikamkuta anaona. Chooni anaenda mwenyewe, anarudi, ananiambia baba, mimi nimepona. Nilifurahi sana. Nikamwambia sasa mzee vipi? Akasema twende turudi. Mimi mbona naona. Basi nikamrudisha tena, akawa anaona sasa, japo kuona kwake kulikuwa kunaenda taratibu taratibu, anafunguka taratibu taratibu. Akawa anaona. Nilikuwa namshika mkono, lakini baadaye nikawa simshiki mkono. Mimi natangulia mbele, yeye anakuja nyuma. Nikampeleka sasa, akawa amefurahi nimrudishe nyumbani kwa sababu anaona nyumbani atafanya shughuli zake kama kawaida. Basi mimi nilimrudisha nyumbani kijijini. Baada ya kumrudisha kijijini, kuna kanisa moja tena nikaenda kumkabidhi watu waliokoka. Baada ya kwenda kumkabidhi pale, akaanza kwenda kusali pale kanisani. Sasa akawa anaenda peke yake kanisani, anaenda peke yake, anarudi. Anaenda mtu ambaye alikuwa haoni. Watu walikuwa hawaamini. Anasema huyu mzee alikuwa haoni, sasa hivi anaona. Unajua binadamu imani inakuwa ni ngumu sana. Lakini leo nataka nikupe njia ya kumwamini Mungu. Hata kama hutaki, lakini iko siku utamwamini Mungu. Mungu ni mkubwa sana. Basi mzee wangu mimi aliponywa, akawa anaona, akawa anaenda kanisani mwenyewe, anarudi nyumbani, anaenda mwenyewe, anarudi. Macho yale akawa amefunguka. Mimi bado sijampokea Yesu Kristo. Na mimi nilikuwa bado nipo na mambo yangu kama kawaida. Basi ikaendelea. Sasa baadaye nikawa sasa, kwa sababu kuna siku mzee nilikaa naye akasema, bwana, mimi natamani hata siku nikifa nife ghafla tu. Yaani namuomba Mungu kifo changu mimi kiwe cha kifo kizuri, yaani si cha kusumbua mtu. Nikifa nife tu bila kuumwa. Nikamwambia kwa nini? Akasema mimi ndo nafurahi. Tena akawa anaongea kwa kufurahi. Mimi ndo nafurahi hivyo tu. Nimemuomba Mungu nife hivyo. Kweli mzee, haikupita muda mzee alifariki. Nipo kwenye shughuli zangu, naambia bwana, nyumbani kuna msiba. Mzee amefariki usiku. Amefariki alikuwa anaumwa. Sema hamna, alikuwa haumwi. Tena usiku alikaa tu akawa anafanya mahubiri pale na wajukuu zake. Kuna watoto wa pale nyumbani kwa shangazi yetu pale, akawa kama anawasomea neno, akawa anahubiria. Baadaye wakaomba, akalala. Alipolala alilala jumla, hakuamka. Ndivyo alivyofariki mzee wangu. Kwa hiyo nilienda tukamzika. Basi moyoni mimi nilifurahi kwa sababu ni mtu ambaye alifariki katika mapenzi ya Mungu. Sijui yeye na Mungu huko, lakini alifariki katika mapenzi ya Mungu kwa sababu ile kazi ambayo mimi Mungu alinituma ilikuwa imetimia. Sijui sasa huko mbeleni, Mungu mwenyewe ndo anajua. Kwa hiyo ndugu yangu mpendwa, bado nataka nikushauri. Nikwambie jambo moja. Nguvu ya Mungu ipo. Mungu yupo. Amini usiamini, Mungu yupo na anaweza kufanya kazi zake.
Sasa mimi imekuwaje? Mimi sasa hivi nasumbuliwa na Mungu ananihitaji nifanye kazi yake. Yaani nimekuwa moyoni nina wito wa kufanya kazi ya Mungu. Sijui nieleweke vipi, kwa sababu mimi nimekaa na watu wengi. Nguvu inanisukuma sana. Yaani, na ndio maana kuna muda mwingine watu wanasema walokole kama akili zimeyumba kidogo. Yaani walokole kama akili zao zinayumba kidogo. Kwa sababu mtu aliyeokoka anaongea na Mungu live. Anaongea na Mungu live. Kwa hiyo sasa kuongea na Mungu live, hiyo inamfanya kwenye ulimwengu wa kawaida watu wasimuelewe, wamtafakari tofauti, kwa sababu yeye anakuwa kwenye ulimwengu mwingine, anakuwa anaongea na Roho Mtakatifu muda mrefu. Mungu anapokuletea ujumbe, anakuletea ujumbe sasa hivi kwamba yeye yupo karibu kurudi. Sasa mapokeo ya ile sauti, Mungu yupo karibu kurudi, wewe unayapokea Mungu yupo karibu kurudi. Kwa hiyo ya duniani huwezi ukasumbuka nayo. Ndio maana mtu mwingine anaweza kusema mbona walokole wanaonekana hawana fedha? Walokole wanaonekana kama watu ambao hawana maendeleo, wamevaa nguo tu za kawaida, hawajapendeza, au mtu hapendezi. Mtu anaona ya nini kupendeza duniani ikiwa mbinguni kuna kutavishwa mwili mpya? Unalinga na mwili wa duniani ambao huu ukizikwa unaliwa na funza. Unalinga kwamba we ni mzuri, lakini ukifa unaliwa na funza. Je, mwili mwingine huo utakaovaa? Sisi tutavaa mwili mpya. Mtu atakaye kufa akiwa amekufa kwa Bwana atavalishwa mwili mpya ambao hauna magonjwa, ambao huna tamaa, huna njaa, haumwi, muda wote ni furaha. Mtu mwingine anaweza akasema mbinguni kwenyewe kumbe muda wote ni kuimba tu na kumsifu. Si kazi hiyo. Si kazi. Kama Mungu aliweza kuiumba hii mbingu kwa siku 7, wewe utaona kuna kazi gani? Hiyo ni furaha tukiwa ndani ya Bwana. Unaonaje mpendo ukiwa ndani ya Bwana? Hebu ingia uone kwa Mungu kuna raha gani. Wanakwambia ingia uonje kidogo uone kwa Mungu kuna raha gani. Rose Muhando aliimba nimeonja utamu. Hebu ingia uonje mapenzi ya Mungu. Mwanadamu anaweza akakwambia anakupenda, lakini mapenzi yake hayafikii mapenzi ya Mungu. Mungu ana mapenzi ya kweli. Anatupenda sisi wanadamu. Ila sisi wanadamu ndo hatupendeki. Hebu mgeukie Mungu. Mgeukie Mungu uone namna anavyokutumia, au uone namna Mungu alivyo. Basi mimi nikiwa katika mambo yangu bado ya kutokuwa simwamini Mungu, bado na ushuhuda mrefu sana. Kwa hiyo nahadisia kidogo kidogo. Roho Mtakatifu huwa ananitumia, alikuwa ananitumia kwa njia ambayo niliyokuwepo hiyo. Alikuwa anaweza kunifunulia mambo ya mtu. Kwa mfano, mimi mtu anaweza kanidanganya. Ndio maana mimi nimekaa mbali sana na wanawake. Huwa sidumu sana na mahusiano, kwa sababu huwa ananionyesha mambo ya mtu. Nikisha kaa naye tu huwa ananifunulia mambo yake. Mtu anaweza kaniambia mimi nipo nyumbani, Roho Mtakatifu ananiambia haipo nyumbani. Nipo sehemu fulani, Roho Mtakatifu anasema hayupo sehemu hiyo anaosema. Nipo sehemu fulani, Roho Mtakatifu ananiambia hayupo, yuko sehemu fulani, na ananionyesha hadi sehemu aliko. Kwa hiyo vitu mimi vimekuwa kama vinaniumiza, kwa sababu naambiwa vitu vya mtu vya kweli. Na kuna watu nimejaribu kuambia mambo yao, mpaka sasa hivi mambo yao yako vile vile nilivyokuwa nawaambia, na nilikuwa nashangaa. Kuna kijana mmoja kama ataangalia ushuhuda atajua nilimwambia utanunua gari. Naonesha utanunua gari. Najua mtu kama hizi kauli kwa mtu ambaye hajaokoka akikwambia hichi kitu
Unaweza kusema huyu naye anaongea nini? Nilimwambia naonesha utanunua gari. Na nilikuwa namuhimiza, naambia nimezoea kumuita babu, anaitwa Anodi. Nimezoea kumuita babu. Kaambia babu, wewe utanunua gari. Akasema nitanunua gari babu, kweli inawezekana? Nampenda sana mdogo wangu. Ananisikiliza sana. Nikamwambia babu, utanunua gari, naonesha unanunua gari. Akasema nanunua gari vipi? Nikamwambia tena jitahidi mwezi fulani, nilimtajia mwezi. Nikamwambia mwezi fulani jitahidi ununue gari, naonesha unanunua gari, ila jitahidi mwezi fulani ununue gari. Akasema hebu ngoja nione. Kweli Mungu akamsaidia akanunua gari na alinitumia kadi zake. Akasema babu, nimenunua gari bwana. Nimenunua kweli gari babu. Ulisema kweli nimenunua gari. Nikasema basi mimi nikamshukuru Mungu kwa sababu ni kitu ambacho Mungu alinionyesha na kimetimia. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ukikaa naye vizuri anaweza kukwambia, kukufunulia. Kuna vitu vingi mimi amenifunulia, ameniambia, lakini mimi nilikuwa sielewi kama ni sauti ya Roho Mtakatifu. Kuna ajali mbaya niliipata. Ajali mbaya sana, ilitakiwa nife. Roho Mtakatifu aliongea na mimi. Aliniambia hiyo pikipiki usipande, utapata ajali. Lakini mimi ile sauti sikuisikia. Nilisikia lakini nilipuuzia. Nikasema Mungu, nilijua ni sauti unajua unaweza ukasema mbona kama najisikia hii safari nisiende. Alafu unaweza ukasema ngoja nimuombe Mungu. Mimi ndivyo ilivyokuwa. Nilisikia sauti ya Roho Mtakatifu lakini nilipopanda ile pikipiki nilimuomba Mungu. Nikasema Mungu, nisaidie kwenye safari nifike salama. Lakini sikufika salama. Nilifika salama lakini nilipata ajali mbaya sana. Pikipiki ukiangalia haiwezi kutazamika. Nilipata ajali mbaya sana. Ndio niligundua Mungu anaweza kukuokoa sehemu ambayo huwezi kutarajia. Mimi nilipaa, nikaja nikatoa na hichi kisogo. Niliposhuka chini, nilisimama. Lakini pikipiki haitazamiki. Mimi nikawa salama kabisa. Mpaka watu waliokuwa pembeni wakasema, ndugu yangu wewe umepona. Mbona ilitakiwa ufe? Lakini umepona, haujaumia sehemu. Watu wanashangaa. Nikamwambia mimi sijaumia. Basi tutaendelea na ushuhuda huu mbele. Endelea kufuatilia. Subscribe kwenye channel ili uweze kupata shuhuda zangu mbalimbali. Nitakuelekeza, nitakufunulia shuhuda nyingi, nitakuhadithia shuhuda nyingi ili upate moyo na wewe mwenzangu unayepitia changamoto, labda changamoto za kuitwa na Mungu. Mungu anapokuita kuna vitu unaviona kwako hauna amani. Unahitaji umtumikie Mungu, unahitaji kuokoka. Yesu alipoanza safari ya kuanza kuhubiri, alikuwa anawafuata watu. Alikuwa amewafuata wakina Yohana, wakina Petro. Alikuwa amewafuata wakina Petro. Anawaambia hebu nifuate. Anamvuta mtu kwenye kazi zake. Alikuwa amewakuta watu kwenye shughuli zao, kwenye biashara zao. Anawaambia nifuate. Watu akamwambia wewe tukufuate wewe tutapata nini? Sisi tunaacha kazi zetu tukufuate wewe tutapata nini? Aambia nyinyi haya mambo ya duniani mtapata zaidi ya haya. Mtapata mara mbili zaidi ya mtapata maelfu zaidi, mamia zaidi ya haya mnaohangaika nayo. Watu walikuwa wafanya biashara. Wale wanafunzi wake walikuwa wafanya biashara, walikuwa wavuvi, walikuwa kwenye shughuli zao. Kwa hiyo ndugu yangu, ukisikia sauti ya Mungu, usijisikie kwamba hii kazi yangu mimi itakuwaje. Hata kama umeajiriwa, hata kama unafanya biashara, ukisikia sauti ya Mungu natakiwa uifuate. Si unanielewa? Natakiwa uifuate. Mungu ndiye anayekupa nguvu. Mungu ndiye aliyekupa hiyo kazi. Mungu ndiye aliyekupa hiyo kibali cha kukubalika. Hebu mfuate. Yona alikuwa amesikia sauti ya Mungu, alikataa kwenda kuhubiri Ninawi. Akawa anakimbia, akamezwa na samaki. Akaja akatemwa nchi kavu.
Mungu bado ana nguvu, ana maajabu. Ukisikia sauti ya Mungu usikatae. Alipanda Yona kwenye boti, kwenye meli, anakimbia sauti ya Mungu. Ile meli ikapata dhuruba. Watu wakasema wewe tukutupe kwenye maji, maana wewe inaonekana ndo sababu. Akasema mimi ndo sababu. Watu wakamtupa kwenye maji, akamezwa na samaki. Akamezwa na samaki. Alivyokuja kutupwa nchi kavu, akaanza kuitangaza habari ya Mungu. Hapo hapo akajua Mungu nilimkosea, nilikuwa namkimbia. Mungu hakimbiwi. Kwa hiyo ukisikia sauti ya Mungu yapaswa kuanza kuhubiri, hata kama hujui neno moja. Lolote lile utakaloanza nalo ndilo utakaloanza nalo. Wapo watakao kuelewa, wapo watakao kuona wewe ni kichaa. Marafiki zako watakuona wewe umeshapagawa, lakini wewe kwenye ulimwengu wa roho hujapagawa. Kwenye ulimwengu wa roho unateka, unajitengenezea safari yako, unajitengenezea maisha yako, unajenga nyumba yako ya mbinguni. Humu duniani sisi ni wapitaji. Je, mbinguni unaenda kupokelewaje? Ndugu yangu, sasa hivi unafanya uzinzi, unalewa pombe. Ukifa ghafla unaenda mbinguni ukiwa umelewa pombe, unanuka pombe. Ukifa ghafla unaenda mbinguni unanuka uzinzi. Ukifa katika uzinzi unaenda mbinguni kwa Bwana unanuka uzinzi. Unafikiri wewe utaenda njia gani? Hebu tafakari. Utaenda njia gani? Utaingia lango gani? Lango gani litakupokea ukiwa umekufa katika ulevi? Unanuka keivanti, unaenda mbinguni. Unakufa unanuka keivanti. Unakufa unaenda mbinguni na rasta umezisokota. Umepiga dredi ya kufa mtu, umepiga wei, umeenda hivi, umeweka madawa manywele ya bandia. Unaenda mbinguni, unasema na mimi nataka nikaione mbingu. Mbingu ya nani ndugu yangu? Mbingu ya nani? Wanapokea watu kama hao. Kwa hiyo kila mtu anajitengenezea mbingu yake. Kama wewe mbingu yako unaona mimi Mungu nikifika naenda mbinguni kwa mbingu hii, basi hiyo ndiyo mbingu uliochagua. Kwa hiyo anza kutengeneza maisha yako. Mungu anakaa sehemu patakatifu. Mungu anapokea watakatifu. Watakatifu tu ndio watakayemuona Mungu. Hao ndio watakayemuona Bwana. Utakatifu ni upi? Ni kuishi vizuri, matendo mazuri, kukaa karibu na Mungu. Usisumbukie na mambo ya duniani. Useme sasa mimi nitaanza kumwabudu Mungu, sijui nini, kazi zangu zitaendaje. Kazi zako zipi? Ndugu yangu, kazi ni zipi? Wewe una kazi gani? Umeumba nini? Hata sisimizi hujaumba, unasema una kazi. Kazi gani? Kazi ipi? Kazi gani? Ndugu yangu, hapa duniani ni wasafiri. Tengeneza njia. Nyumbani mwa Bwana mavuno ni mengi, watendakazi ni wachache. Mavuno ni mengi, watendakazi ni wachache. Wanaotenda kazi ya Bwana ni wachache. Wanahitajika watendakazi. Watendakazi ni mimi na wewe, wa kuokoa watu, wa kuokoa roho za watu, wa kuwahubiria watu, kuwashuhudia watu waache dhambi. Mimi na wewe. Chukua hatua. Basi tutaendelea na shuhuda. Mungu zidi atakavyokuwa anatubariki, tutaendelea na shuhuda nyingine. Chao.